Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha neno na ninaamini ulishakitambua kwa kitambulisho hicho. Sasa tumsikilize mchungaji Geoffrey Wanjala Munielo ambaye atatubariki na neno la Mungu. Naamini kwamba usalama salimini kwa neema yake Mungu. Mimi ni Pamela Umodo, mwenyeji wako. Mchungaji Geoffrey Wanjala Munielo yu tayari kutuletea somo la leo lililoko kwenye sura ya 1 ya Warumi aya ya 2 hadi 13. Jambo rafiki msikilizaji, na karibu katika mafundisho ya neno la Mungu. Namshukuru Mungu aliyekupa wakati huu ili tupate kuendelea kujifunza
kutoka kwenye neno lake kusudi tuyajue mapenzi yake. Tumaini langu ni kwamba mafundisho ya kitabu cha Warumi yameanza kukubariki, nami na kuahidi kwamba kubarikiwa utabarikiwa. Karibu kwenye somo letu la leo lililoko kwenye sura ya kwanza kuanzia aya ya 2 hadi aya ya 13. Ili niamshe kumbukumbu lako, napenda kukujulisha kwamba sehemu hii ya maandiko yazingatia maelezo kuhusu injili ya Yesu Kristo. Nitasoma neno la Mungu kwenye aya ya 1 na ya 2. Paulo, mtumwa wa Kristo Yesu, aliyeitwa kuwa mtume na kutengwa aihubiri injili ya Mungu, ambayo Mungu amekwisha kuiahidi kwa kinywa cha manabii wake katika maandiko matakatifu. Injili, kama ilivyo hapa msikilizaji, si jambo jipya, kwa kuwa habari hizi ndizo walioahidiwa wale manabii wa Mungu katika Agano la Kale. Ujumbe huu ni kwamba Bwana Mungu apenda mwanadamu, naye amefanya njia ili apate kuokoka. Hii ni habari ya uhusiano wa upendo. Alitupenda akajitoa kwa ajili yetu. Na sasa kwenye aya hii ya 2 hadi ile ya 6 tutaendelea kupata maelezo kuhusu injili. Kwanza kabisa, injili yahusu habari ya Yesu Kristo. Hili ndilo twalipata kwenye aya ya 3, ambapo neno latuambia hivi: yaani habari za mwanawe aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili. Injili kama ilivyo hapa, twaona kwamba yahusu tu Yesu Kristo. Ni kuhusu hayo aliyoyafanya kwa niaba ya mwanadamu. Yeye ndiye mwana wa Mungu. Na mara nyingi, mpendwa, watu husema kuwa wataka dini yake Kristo, lakini nasikitika kwamba Yesu hakuwa na dini yoyote, kwa kuwa yeye ni Mungu. Kile tunachohitaji leo hii ni imani ya Kristo inayomhusu katika kila jambo na yote aliyotenda. Yesu Kristo ni Mungu, wala hawezi kuabudu, kwa kuwa yeye ndiye astahili kuabudiwa. Waweza kusema kuwa katika maandiko kuna habari kwamba aliomba. Naam, ni kweli kwamba aliomba, ila hili alilifanya kama mfano kwetu sisi, hasa tunapochukua mfano unaopatikana kwenye sura ya 11 ya kile kitabu cha Injili ya Yohana, ambapo neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 41 na 42: Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Nami nalijua ya kuwa wewe wanisikia siku zote, lakini kwa ajili ya mkutano huu wanaohudhuria nalisema haya, ili wapate kusadiki kwamba ndiwe ulinituma. Yesu alipoomba ilikuwa kutusaidia na kuinua imani yetu, lakini yeye ni Bwana, tena yeye ndiye Mwokozi. Katika mwili tuambiwa kwamba yeye ni wa uzao wa Daudi. Halafu kwenye aya ya 4 hivi ndivyo tuendelea kufahamishwa kwa habari ya huyu Yesu. Hebu sikiliza: na kudhihirishwa kwa uweza kuwa mwana wa Mungu kwa jinsi ya Roho ya utakatifu, kwa ufufuo wa wafu, Yesu Kristo Bwana wetu. Mpendwa, lile ambalo ningelipenda ufahamu kwenye sehemu hii ni kwamba ufufuo wa Yesu Kristo haukumfanya awe mwana wa Mungu, bali ulishuhudia na kudhihirisha kuwa ndiye. Kwenye andiko hili tuambiwa kwamba alidhihirishwa kuwa mwana wa Mungu. Kumbuka hili, ya kuwa hilo linalodhihirishwa huwa limekuwapo tangu hapo awali, hasa kuwa Yesu ni mwana wa Mungu. Unaposoma Biblia uonacho ni kwamba Bwana Yesu Kristo ajulishwa kwetu kwa nguvu na uwezo wa ufufuo wake. Bwana wetu Yesu Kristo alipotembea hapa duniani alidharauliwa na kukataliwa na watu, kama vile ilivyo hata leo hii. Alionekana katika udhaifu wake, mfano ukiwa ni wakati alipoketi na hata kupumzika katika usingizi. Mwisho ni wakati huo aliposulubiwa msalabani. Ijapokuwa alikuwa mtu mwenye simanzi afahamuye huzuni, wakati ulifika alipofufuka katika wafu. Ufufuo wake wathibitisha hilo alilosema kwamba, ninyi ni wa chini, mimi ni wa juu, ninyi ni wa ulimwengu, mimi si wa ulimwengu. Hayo ni maandiko yaliyoko kwenye sura ya 8 mstari wa 23 kwenye kile kitabu cha Injili ya Yohana. Siku zake za kutembea katika vumbi ya nchi zilikwisha, naye akafufuka katika wafu. Yeye ndiye mwana wa Mungu. Kweli nyingine tuionayo ni kwamba huyo Kristo aliyefufuka yu kwenye mkono wa kuume wa Mungu Baba, naye atufanyia maombezi na kutupa waumini nguvu, uwezo na faraja katika kila hali. Kuna mtu aliye katika utukufu, lakini nasikitika kwamba kanisa limepoteza maono kumuhusu. Ni lazima kanisa lirejeshe hali ya kumjua Mungu kwa njia ya Yesu Kristo, maana huyo ndiye yule mtu
aliye katika utukufu. Na kwako ndugu msikilizaji, je, uhusiano wako na Yesu Kristo wa jinsi gani? Unawasiliana naye mara kwa mara? Unapoendelea kuyatafakari hayo, ningelipenda ujue hili, ya kwamba ufufuo wa Yesu ni arabuni kuwa atarudi tena kama hakimu, mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Wakati huo ndipo atakomesha uasi wa dhambi na kutawala ulimwengu huu kwa haki. Atahukumu ulimwengu huu na kila mwanadamu kusimama mbele zake na kutoa hesabu ya yote aliyoyatenda. Mtume Paulo asema hivi kwa habari hii, jinsi ilivyo kwenye sura ya 17 mstari wa 29 hadi 31 kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume: basi kwa kuwa sisi tu wazao wa Mungu, haitupasi kudhani ya kuwa uungu ni mfano wa dhahabu au fedha au jiwe, vitu vilivyochongwa kwa ustadi na akili za wanadamu. Basi zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kama hazioni, bali sasa anawaagiza watu wote wa kila mahali watubu. Kwa maana ameweka siku atakayowahukumu walimwengu kwa haki kwa mtu yule aliyemchagua, naye amewapa watu wote udhabiti wa mambo haya kwa kumfufua katika wafu. Ni kweli kwamba, ndugu msikilizaji, Bwana Yesu Kristo alifufuka katika wafu, nawe fahamu ya kwamba siku moja utasimama mbele zake na kuhukumiwa. Na je, utasimama mbele yake kama mmoja wa aliyemwamini, au utasimama ukiwa mwenye hatia? Iwapo hujamwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wako, hukumu ya Mungu ii juu yako. Huwezi kusimama kwa haki yako mwenyewe, maana hiyo haikubaliki. Ni lazima utahukumiwa kwenda jehanamu ya milele usipomwamini awe Mwokozi wako. Ufufuo, msikilizaji, wa kuthibitishia kuwa ukimwamini Kristo utapokea uzima wa milele, na pia huo ufufuo wa kuthibitishia kwamba usipomwamini basi utapotea milele. Tunapogeukia aya ya 5, hivi ndivyo neno latuambia: ambaye katika yeye tulipokea neema na utume, ili mataifa yote wapate kujitiisha kwa imani kwa ajili ya jina lake. Kwenye aya hii ya 5 kuna maneno mawili yenye umuhimu sana, nayo ni neema na utume. Neema, msikilizaji, ni njia ya Mungu ya kuwaokoa wanadamu. Hakuna mmoja wetu ambaye angeliokoka iwapo neema ya Mungu haingelikuwako. Ijapokuwa utume katika aya hii yanena kuhusu Paulo na wengineo, hasa waliomwona Kristo aliyefufuka, utume huu pia watuhusu sisi waumini leo hii. Kila muumini ni mtume kwa njia moja au nyingine, ametumwa na Kristo amshuhudie popote alipo. Hiyo ndiyo biashara ya kila mmoja aliyepokea neema na utume. Neema na utume huo upo ili mataifa yote wapate kujiitisha kwa imani kwa ajili ya jina hilo, yaani jina la Yesu Kristo. Barua hii yaanza kwa utii na pia itamalizia kwa utii. Kwenye sura ya 16 aya ya 19 yasema kwamba maana utii wenu umewafikia watu wote. Pia kwenye aya ya 26 yasema hivi kwa sehemu: ikajulikana na mataifa yote kama alivyoamuru Mungu wa milele, ili waitii imani. Utii kwa imani, ndugu yangu, ni jambo lenye umuhimu sana kwa Mungu. Mungu tuokoa kwa neema tunapoiweka imani yetu katika mwana wake Yesu Kristo. Yeye hatuokoi kwa matendo yetu. Baada ya kutuokoa, huzungumza nasi kuhusu matendo yetu. Naam, huzungumzia matendo yetu, utii wetu kwa imani na utii wetu kwake. Kuna wengi wanaozungumza sana kuhusu kumwamini Kristo, lakini maisha yao ni kama watumwa wa Ibilisi. Rafiki, imani inayokuokoa yahitaji kukutiisha kwake Kristo. Huenda wajiuliza iwapo kuna tofauti katika imani. Naam, kuna tofauti. Kuna tofauti kati ya hicho unachoamini. Kwa mfano, waweza kumwamini mtu aliye mamlakani na pia waweza kumwamini Yesu Kristo. Ila katika imani hizo mbili, imani yako katika huyo mtu aliye mamlakani haiwezi kukusaidia katika lolote kwa habari ya wokovu wako, na lolote atakalotenda litakuhusu kwa njia moja au nyingine, lakini hiyo ni kwa kiwango tu, tena kwa njia ndogo sana. Ila imani yako katika Kristo ni tofauti sana. Imani yako katika Kristo ya kuongoza kujitoa kwake mwana wa Mungu aliyekupenda na akajitoa kwa ajili yako. Mafundisho bila shaka yana umuhimu wake, lakini ni lazima matendo yafuatane nayo. Haiwezekani muumini akawa chumvi ya ulimwengu pasipo ya mawili haya kutendeka maishani mwake. Kwa ufahamu wako, chumvi ina sehemu mbili ya kemikali.
Kuna hiyo iitwayo sodium na hiyo iitwayo kloraidi. Ukila moja bila nyingine huwa ni sumu, nayo yaua, lakini inapokuwa mchanganyiko hutumika kwa mambo mazuri. Imani na matendo ni pacha, haziwachani, na kwa hiyo ndipo tofanyika kuwa chumvi ya ulimwengu. Amini, utii, nawe utabarikiwa. Kisha kwenye aya ya 6 hivi ndivyo mtume aendelea kutwambia: ambao katika hao ninyi mmekuwa wateule wa Yesu Kristo. Iwapo ndugu msikilizaji, kuna jambo nzuri unalohitaji kusikia kutoka katika maneno yake Mungu, ni hili ya kwamba ambao sisi tumekuwa wateule wa Yesu Kristo. Je, haya si maneno mazuri tena matamu masikioni mwako? Iwapo wajiuliza kuhusu hao walio wateule, jibu lako ni hili: hao walioitwa na Kristo, hao waliomwamini Kristo, hao ndio wateule. Hawa ndio Kristo anena habari zao akisema hivi kwenye aya ya 27 mstari wa 10 kwenye hiyo Injili ya Yohana. Hebu sikiliza: kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wanifuata. Hili la kufahamisha kwamba iwapo wamfuata mwingine au kitu kingine, basi wewe si kati ya kondoo wake, wala wewe si mteule. Wale wanaoisikia sauti yake na kumfuata, hao ndio wateule. Hivyo ndivyo, ndugu msikilizaji, ilivyo. Unaposikia sauti yake nawe uitike na kumfuata, wafanyika kuwa kati ya wateule wa Kristo Yesu. Na kama vile Paulo aliwahimiza wapendwa kule Rumi kwamba wao ni wateule, ndivyo na kuhakikishia kuwa mteule iwapo umemwamini Kristo Yesu. Tutakapoendelea tutaona jinsi ujumbe wa kitabu hiki ni kumuhusu Kristo aliyefufuka na utii wa ulimwengu wote kwa imani ile. Aya ya 7 yasema hivi: kwa wote walioko Rumi, wapendwao na Mungu, walioitwa kuwa watakatifu, neema na iwe kwenu na amani itokayo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Maneno haya ni mazuri tena ya kuhimiza sana. Paulo aliwajulisha wapendwa hao ya kuwa wao ni wapendwa wa Mungu. Ufahamu kuwa Mungu atupenda ni himizo letu kuendelea kwa utii kwake na kuendelea kuishikilia imani yetu katika Kristo. Awaambia pia kwamba wao wameitwa wawe watakatifu. Mtakatifu si yule ameinuliwa, bali ni huyo anayemuinua Bwana Yesu Kristo. Mara mtu anapomwamini Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wake, hufanyika kuwa mtakatifu. Katika ulimwengu huu kuna watu wa aina mbili: kuna watakatifu na wasio watakatifu. Pasipo ya kumwamini Kristo, basi huwezi kuwa mtakatifu au mteule. Hakuna lolote utendalo linaloweza kukufanya uwe mtakatifu. Ni imani yako tu katika Kristo Yesu ndiyo itakufanya uhesabiwe miongoni mwa hao wapendwao na Mungu, na pia walioitwa wawe watakatifu. Paulo katika kujijulisha kwa wapendwa hao awaambia kuwa yeye ni mtumwa wa Kristo Yesu. Kwenye aya ya 8 neno hili la Mungu laendelea kutujulisha yafuatayo: kwanza namshukuru Mungu wangu katika Yesu Kristo kwa ajili yenu nyote, kwa kuwa imani yenu inahubiriwa katika dunia nzima. Kwa Paulo kunena hivi, awajulisha wapendwa hawa kwamba neno limeenea kote katika utawala ya Rumi, jinsi watu wengi wamemgeukia Kristo. Hili liliwafedhehesha sana watawala. Ni baada ya haya ndipo walianza kuwaudhi waumini, kama vile waendelea kufanya leo hii katika nchi nyinginezo. Imani yao ilihubiriwa katika maeneo yote kwa wakati ule. Sijui habari gani kanisa lako. Je, kuna awaye yote aliye na ushuhuda wako? Na imani yako ina thamani yoyote leo hii? Naam, kanisa hili la Rumi lilikuwa na ushuhuda wa ajabu hapo mwanzo. Ushuhuda huo ndio twafaa kuiga. Aya ya 9 yatuambia hivi: kwa maana Mungu nimwabuduye kwa roho yangu katika injili ya mwana wake ni shahidi wangu jinsi ni watajavyo pasipo kukoma. Paulo alipoanza kuandika alisema kuwa hii ni injili ya Mungu. Sasa asema kuwa ni injili ya mwana wa Mungu, na baadaye atanena kuwa ni injili yake. Kwa sababu ya pendo alilokuwa nalo kwa ajili ya kanisa lile, awajulisha jinsi anavyowataja mbele zake Mungu bila kukoma. Asema kwamba awaombea bila kukoma. Aendelea kuambia shauku la moyo wake, kama vile twasoma kwenye haya maneno yaliyoko kwenye aya ya 10 inayosema hivi: kwa maana ninatamani sana kuwaona, nipate kuwapa karama ya rohoni, ili mfanywe imara. Siku zote katika sala zangu nikiomba nije kwenu hivi karibu,
Mungu akipenda kuifanikisha safari yangu. Kwenye aya hii twaona kwamba Paulo aliomba afanikishwe kufika kwao. Tunaposoma kile kitabu cha Matendo ya Mitume, safari yake ya kwenda Rumi haikuonekana kuwa yenye fanaka. Hii ni kwa kuwa alikwenda huko akiwa mfungwa, na safari hiyo ilikuwa na hatari nyingi sana. Licha ya hayo, alikuwa na safari yenye mafanikio, maana alifikia Rumi. Asema kuwa ataka kwenda Rumi kwa mapenzi ya Mungu, nami naamini kwamba alifika huko kwa mapenzi yake. Neno latuambia hivi kwenye aya ya 10 na hiyo ya 11: siku zote katika sala zangu nikiomba nije kwenu hivi karibu, Mungu akipenda kuifanikisha safari yangu, kwa maana ninatamani sana kuwaona, nipate kuwapa karama ya rohoni, ili mfanywe imara. Kusudi la mtume Paulo kwenda kule Rumi ilikuwa kufundisha neno la Mungu. Paulo alipenda kulihubiri neno la Mungu. Mhubiri anapofikia kiwango cha kutotaka kulihubiri neno, hufanya kazi nyinginezo. Wale wanaoendelea kukaa katika kanisa wakidai kuwa wahubiri, lakini mioyo yao haina motisha ya kulihubiri neno la Mungu wala kupenda kufanya hivyo, wao ndio huleta shida nyingi katika ushirika wa watoto wa Mungu. Ni lazima, ndugu yangu, iwapo wataka kubarikiwa, hasa iwapo umechoka kuhubiri, ni kuondoka katika madhabahu na kutafuta kazi nyingine. Mtume Paulo awaambia ya kwamba alitaka sana kufika mahali pale walipokuwepo, yani katika kanisa lile la Rumi, lengo kuu likiwa apate kuwapa karama ya rohoni ili wafanywe imara. Na hilo ndilo lahitajika kufanyika katika madhabahu yoyote yale, yani ikianzia katika moyo wa mtumishi awaye yote wa Mungu. Kwa hivyo, ndugu msikilizaji, himizo langu ni kwamba wewe uliye mtumishi wa Mungu, wewe unayewahubiri watu, ni lazima mara unaposimama pale, lengo lako liwe ni moja tu, yani kuweza kuwapa watu wa Mungu karama za kirohoni na pia kuwaimarisha katika imani yao. Pasipo ya kufanya hivyo au kuambia mengine yasiyowaimarisha, basi utakuwa umekeuka kanuni na desturi inayofaa kwa madhabahu yale, na kwa kufanya hivyo utakuwa wawakosesha watoto wa Mungu. Lihubiri neno, tafuta kuwajenga watoto wa Mungu, tafuta kuwainua, tafuta kuwaendeleza katika imani, ili waendelee kumtumaini Bwana Mungu wa Israeli. Tunapogeukia aya ya 12, mtume Paulo aendelea kusema hivi: yani tufarijiane mimi na ninyi, kila mtu kwa imani ya mwenzake, yenu na yangu. Kinyume na vile wafanyavyo wengine, Paulo alijua kwamba waumini wale Warumi walikuwa na jambo la kumbariki, kama vile yeye mwenyewe alikuwa na jambo la kuwabariki wao pia. Kwa neno la Mungu watakaloshirikiana mmoja na mwingine, watafarijiana na pia kuhimizana katika lolote lile. Ndugu yangu, hili ndilo lafaa kutendeka katika kanisa lolote lile, au katika ushirika wa watu wa Mungu. Unapokuwa katika neno la Mungu, unapokuwa ni mhubiri, ni vyema daima kutafuta jinsi ya kuwabariki watu, na vivyo hivyo wewe pia kubarikiwa kwa jinsi watakavyokuhudumia. Hilo ndilo lafaa kutendeka katika ushirika wa watoto wa Mungu. Kwenye aya ya 13 asema hivi: lakini ndugu zangu, sipendi msiwe na habari ya kuwa mara nyingi nalikusudia kuja kwenu, nikazuiliwa hata sasa, ili nipate kuwa na matunda kwenu ninyi pia, kama nilivyo nayo katika mataifa wengine. Ijapokuwa Paulo alikuwa na shauku la kufika Rumi, lakini alizuiliwa. Hilo ni jambo ambalo Paulo aliwataka wapendwa wa kule Rumi wafahamu. Wengi wa hao waliokuwa kule Rumi, hasa waumini, ni watu aliowahubiri katika maeneo mengine katika utawala wa Kirumi. Shauku lake ni kuwa na matunda miongoni mwao, yani kuwahimiza katika Kristo Yesu waendelee kukua katika imani yao. Naamini kwamba matunda anayonena habari zake ni matunda yale tuyapatayo kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 22 hadi 23. Hilo ndilo lafaa kuwa shauku la kila mhubiri na mtoto wa Mungu. Naamini kwamba kutokana na haya, wewe mhubiri utafanya bidii kufikia sehemu, si kwa ajili ya lengo lingine, bali kuwahubiri watoto wa Mungu, kuwaimarisha katika imani na pia kufarijiana na wao
kwa yale watakayokuhudumia na kwa yale utakayowahudumia, na pia kuwaimarisha katika kila jambo, ili wapate kuwa na matunda ya Roho Mtakatifu, matunda ambayo yatambariki Mungu na kumtukuza miongoni mwa watu wasioamini, ili wasioamini wapate kumwona Kristo Yesu katika maisha ya watoto wa Mungu, nao wavutwe kwake Kristo, na jina lake Bwana lipate kuinuliwa miongoni mwa watu. Naamini ya kwamba hilo ndilo utatenda, kwa kuwa umelisikia neno la Mungu leo, ambalo limekufikia kwa njia iliyo wazi kabisa, njia iliyo safi, kama vile Mungu ametuwezesha. Na kwa hayo, hebu tuombe pamoja. Mungu wetu tena Baba wa Bwana Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, ambaye umempa muda huu apate kulisikiliza neno hili lililo faraja, na pia linalotuelekeza katika njia tustahilio kupita. Naomba hasa kwamba popote ulipomweka hapo, apate kuwa ni mtu atakayewahimiza watu katika imani ya Yesu Kristo, na pia kuwasaidia wapate kumjua Mungu wa kweli na Yesu Kristo mwana wake, ambaye kumjua ni uzima wa milele. Najua kwamba katika kila hali utamjaza neema yako, utamjaza ufahamu wako, utamjaza hekima yako, ili apate kukuhudumu miongoni mwa watu sawa na mapenzi yako yalivyo. Haya najua kuwa yatatendeka, maana nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu yangu, himizo langu ni moja tu, ya kwamba yale ambayo umeyasikia yatie moyoni, nawe uyafanyie kazi. Kumbuka ya kwamba la muhimu ni wewe kuwa mwangalifu, upate kutenda kama vile Mtume Paulo alivyotenda, maana ni vyema kuiga mfano bora kama huu tuupatao hapa. Wahudumu watu wa Mungu wapate karama ya rohoni, na pia wapate kufanywa imara, na pia katika hilo matunda yanayomtukuza Mungu yapate kuwepo katika maisha yao. Najua kwamba hilo ndilo utalitazamia katika maisha ya hao wahudumiao. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, na kutarajia ili tupate kubarikiwa zaidi. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea. Msikilizaji, hilo ndilo neno la Bwana kwako, na naamini kwamba umelipokea. Iwapo una swali lolote au wahitaji ushauri, usisite kuwasiliana nasi ukitumia anwani hii. Karibu kwenye kipindi kijacho, ambapo mchungaji ataendelea kufunza kutoka kwenye sura ya 1 ya kitabu cha Warumi, kitabu cha mafundisho yetu, kuanzia aya ya 14 hadi 20, na kutakia baraka zake Mwenyezi Mungu. Ndiyo msikilizaji wangu, neno ni lazima liendelee. Kwa hivyo, hebu tuandikie utueleze jinsi hili neno la Bwana linakubariki. Anwani yetu ndiyo hii: Transworld Radio Burundi, Rohero, barabara la Jierer namba 27, Bujumbura, Burundi. WhatsApp, SMS na kupiga simu ni kwenye namba 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook na Twitter TWR Burundi.